Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae pamoja nawe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu katika somo la leo ambalo nimelipa jina la mwanadamu mtawala. Unafahamu ya kwamba wewe mwanadamu ni mtawala? Je, unaofahamu utawala ambao Mungu ameuweka ndani mwako? Siku utakapopata nafasi kama hii ya leo, utambua ule utawala ambao Mungu ameuweka ndani mwako, nawe ukaishi katika huo, basi unakwenda kubadilisha maisha yako yote kwa ujumla. Ni pando la upendo wa Mungu kumuumba mwanadamu na kuvitia vitu vyote miguuni pake ili avitawale. Kwa hiyo ingawa mambo yamebadilika hivi sasa, lakini siku wewe ukija ukijitambua, ukisimama katika nafasi yako, Mungu atakurejeshea vile vyote ambavyo aliviweka ndani mwako kwa mara ya kwanza, lakini kwa sababu ya maanguko haviko tena kwako. Na siku utakayofahamu ile mamlaka Mungu aliyoiweka ndani mwako na ukaitumia vizuri, basi ndipo mafanikio yako yatakapoanza kuandikwa katika ulimwengu huu, hasa katika ulimwengu wa kiroho. Unapofanikiwa kiroho pia tunafahamu sote, hata kimwili pia unafanikiwa. Kuna wakati hatufanikiwi katika mambo yetu mbalimbali, ni kwa sababu hatujatambua ile nguvu ya asili ambayo Mungu ameiweka ndani mwetu ya kuweza kufanikiwa. Na shetani anapambana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba hicho kitu wewe hukijui. Lakini leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu umepata nafasi ya kuweza kukisikia. Nikusii tu endelea kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na hakika Mungu kile ambacho amekiahidi wewe kukipokea katika sauti hii ya leo, basi utakwenda kukipokea, maana ni Mungu mwenyewe anayekwenda kukuhudumia. Tujikumbushe kwanza kwamba huo utawala ambao Mungu ameweka, hiyo nguvu ya asili ya utawala wa mwanadamu, tunasoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27. Mungu anasemaje? Mungu anasema kwamba Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Ukisoma vizuri hiyo aya ya 28, kumbe sisi wanadamu, wewe mwanadamu ni mtawala, ni mtawala juu ya bahari na viumbe vyake vyote. Wewe ni mtawala juu ya anga na vitu vyote vinavyopatikana pale. Wewe ni mtawala juu ya nchi na vyote vinavyoenda katika nchi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu ameweka mamlaka hiyo kwa mwanadamu ili atiishe vyote, yaani aweze kuvitawala, ili aweze kufanikiwa katika maisha haya anapoishi hapa ulimwenguni. Lakini sasa je, tunatawala? Hatutawali. Kwa sababu gani? Hatutawali kwa sababu tumepoteza ile mamlaka. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Ibrania sura ile ya 2 aya 8 anasema kwamba umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Huyu ni mwanadamu. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hukusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Ingawa Mwenyezi Mungu sasa ameweka vitu vyote chini ya mamlaka ya mwanadamu ili awe mtawala, lakini hata sasa bado haijaonekana hivyo vyote kutiwa chini ya hiyo miguu ya mwanadamu. Ule umiliki, ile nguvu ya mamlaka ambayo Mungu ameweka kwa mwanadamu, hata sasa bado haijaonekana. Na kwa sababu hiyo sasa hauwezi ukafanikiwa katika jambo lolote, maana umeiacha ile nguvu ya asili ambayo Mungu amekuwa ameweka ndani mwako toka kuumbwa kwako. Sasa kumbe badala ya kutawala, kama mwanadamu huyu amepewa nafasi ya kutawala na hatawali, maana yake ni kwamba yeye ndio anatawaliwa na hivyo vitu. Anatawaliwa na vitu vinavyopatikana angani, anatawaliwa na vitu vinavyopatikana ndani ya maji, anatawaliwa na vitu vyote vilivyopo katika nchi. Ni kinyume na lile kusudi la Mungu la kumuumba huyu mwanadamu. Hebu tusikie kwamba leo Mungu anasema nini katika maisha yetu. Unapojaribu kumuomba Mungu kwamba ufanikiwe katika maisha yako, hata vile unavyojitahidi kujituma katika shughuli mbalimbali ili uweze kuona mafanikio na haufanikiwi, unapomwomba Mungu unaona kama Mungu hakujibu. Mungu anasemaje? Mungu anasema ya kwamba, ukisoma hii kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 2 aya 21, anasema kwamba nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Amina. Tunaona neno la Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe anaongea kwa ukali kabisa, anasema vile jinsi alivyoweka ile mamlaka ndani mwetu, lakini imekuwaje sasa tumebadilika? Ile mamlaka iko wapi? Mbona hatuitumii? Wapendwa katika Kristo, kilichotutenganisha sisi na ile mamlaka si kitu kingine bali ni dhambi. Kwa hiyo kwa ujumla tunaona kwamba Mungu ana lengo zuri kabisa na kila mwanadamu amemuumba katika kusudi lake.
amemuumba katika kiwango chake cha mafanikio, lakini inafika wakati hatuwezi kufikia kile kiwango cha mafanikio ambacho Mungu ametuumba sisi tuweze kukitumikia, tuweze kukifikia. Lakini ni kwa sababu tumefishwa ili tusiweze kuitambua ile mamlaka. Lakini kumbe tayari Mungu ameshaweka ile namna ambayo mwanadamu sasa unaweza ukajikwamua. Hata sasa mimi ninavyosema nawe, hiyo ni njia mojawapo ambayo Mungu ametaka leo uweze kuisikia kwa namna ya kipekee kabisa, ili uende ukatoke huko. Kwani Mungu anasemaje katika kitabu cha nabii Hosea? Tusome ile sura ya 4 aya ya 6. Anasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani wangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nitawasahau watoto wako. Amina. Hapa jinsi ilivyo ni kwamba Mungu anasema kwamba tunaangamia kwa kukosa maarifa. Tena hata Yesu mwenyewe anatuambia kwamba tunapotea kwa kuwa hatuyajui maandiko matakatifu wala uweza wa Mwenyezi Mungu. Ameyasema hayo katika Marko ile 12:24. Lakini sasa nakutangazia kwamba hauwezi ukaangamia tena kwa kukosa maarifa, maana maarifa haya yamekufikia wewe muda na wakati kama huu. Labda tu uamue kupuuzia na kuacha kusikia kile ambacho Mungu anasema na wewe leo kupitia njia ya mtumishi wake. Unachotakiwa kukifanya sasa ni kurudi sasa kutafuta asili yako iko wapi. Kipi ambacho unapaswa kukifanya? Ndicho hichi ninachokwenda kukizungumza hapa. Unajua ni kwamba Mungu wetu ana sifa zake. Hizo sifa ni za Mungu peke yake, lakini kwa namna ya kipekee kabisa ana sifa ambazo pia anamshirikisha na mwanadamu, na ndio maana mwanadamu leo yuko. Na ndio hizo ambazo tunapaswa kuzipitia tuweze kuzielewa kila moja kiundani. Pale katika kila sifa ambayo unapoona kwamba hapa kweli mimi nimepoteza, hapa kweli mimi sipo, ndipo unapotakiwa kusimama na kufanya huduma kurejesha kile ambacho kimepotezwa katika hiyo sifa. Na hapa ndipo unapopaswa kuwa makini kunifuatilia vizuri kabisa. Mwana wa Mungu, nikwambie kitu kimoja, kwamba Mungu kuna vitu ambavyo ameviweka, ndivyo hivyo ambavyo tunasema kwamba ametushirikisha sisi wanadamu ili tuweze kulichukua jukumu hili la kutawala anga, la kutawala maji na kutawala ardhi. Kitu ambacho amekiweka kwa mwanadamu ni kitu cha kwanza, ni hiki kinaitwa roho. Roho ni kitu ambacho Mungu amekiweka. Sote tunafahamu ya kwamba Mungu wetu ni roho, na kwa njia hiyo hiyo ya roho akaamua kutushirikisha sisi, akatufanya sisi, akamfanya mwanadamu. Tunasoma pale kwenye uumbaji, Mungu alianza kuziumba kwanza roho. Kwa hiyo sasa kumbe roho ni kitu kimoja muhimu sana ambacho amekiweka kwa mwanadamu, na maisha ya mwanadamu hapa ni roho. Pasipokuwa na roho, huyo mwanadamu si mwanadamu, ameshakwisha kufa, hayupo tena katika ulimwengu huu. Kumbe roho ya mwanadamu ambaye ni mwanadamu mwenyewe, hii ni kopi ya Mwenyezi Mungu, na mwanadamu atakaposimama katika upande wa hii roho, ndipo atakapokuwa na ile nguvu ya utawala, ya kutawala katika maeneo hayo matatu ambayo nimekwisha kuyatamka. Katika maandiko matakatifu anatuambia, ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 4 aya 24, anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake ni nini? Kumbe ili sisi tuweze kubaki katika ule muunganiko na Mungu, inabidi tubaki katika roho. Tuiangalie zaidi roho kuliko kitu kingine chochote. Nikwambie kitu, hapo vyote ambavyo unaviona vipo katika ulimwengu wa kiroho. Tunasikia kwamba kuna Mungu, tunasikia kuna malaika, tunasikia kuna mapepo wachafu. Hivyo vyote ni roho. Maana yake ni haviwezi kufanya kazi katika ulimwengu huu pasipokuwa na mwili, na ndio maana Mungu akamuumba mwanadamu, akamfanya awe mtawala katika ulimwengu huu. Ingawa tunasikia kwamba wanasema sehemu fulani kwenye maji wanatawala mapepo wachafu, kwenye anga wanatawala sijui kuna wakuu wa giza na nini. Huko kote sisi pia tunayo nguvu ya kutawala, tunayo nguvu ya kutawala huko kote. Lakini hata hawa ambao tunawasema kwamba wanatawala huko, si kwamba wanatawala wenyewe wakiwa katika hali ya roho. Hapana, wanatawala katika hali ya kimiili kabisa, miili hii ya damu na nyama. Kwa nini? Maana yake ni kwamba kitu chochote ambacho kipo katika namna ya kiroho hakiwezi kikafanya kazi, hakiwezi kikatawala ulimwengu kisipokuwa na mwili, kisipokuwa na nafsi. Na ndio maana hata Yesu Kristo mwenyewe, Mungu, alipoamua kuja duniani, kuja kumwokoa huyu mwanadamu, kuja kumweleza habari ya tumaini lililo jema la kumgeukia na kumfuata Mwenyezi Mungu, alikubali kuchukua namna yetu, akatwaa mwili. Maana yake akawa na nafsi hai, ndivyo akaweza kuishi katika ulimwengu ili atushuhudie vile ambavyo vipo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sio pepo, sio chochote. Hata pepo haliwezi likafanya kazi lisipopata mtu wa kwenda kuingia ndani mwake. Kiwa imepata mwili wa kuingia ndani yake, inaweka utawala mule, inafanya utawala.
kwa sababu kuna hivyo vitu vitatu. Mungu alipomuumba mwanadamu amemtengenezea, amemwekea roho, akamwekea na nafsi, vyote vinaishi ndani ya mwili. Kwa hiyo mwanadamu ni roho mwenye nafsi hai anayeishi ndani ya mwili. Huu mwili ni hekalu ambalo ndani yake ipo roho. Roho hii iliyopo ndani ya huu mwili inatakiwa imwadhimishe Mwenyezi Mungu, na ndio maana tunaambiwa kwamba mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili ni hekalu la Mungu, unatakiwa umwadhimishe Mungu katika maisha yako. Mwili wako ukawe sehemu ya maadhimisho na si vinginevyo. Kwa hiyo kinachotoa nguvu ya utawala ni ile roho ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Tena tumesikia kwamba amesema kwamba yeye ameweka ikiwa njema kabisa, amepanda pando jema kabisa, lakini baadaye hii roho imekuja kubadilika. Ni kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Maana yake nini? Kumbe roho ya mwanadamu ni kopi ya Mungu. Nichukulie mfano kioo. Mungu ameifanya roho ya mwanadamu kuwa kama kioo chake, na ndio maana hata pale Adamu na Hawa walipoasi kule bustanini, Mungu alipokuwa ameenda wakati wa jioni, alimuuliza, Adamu uko wapi? Ina maana kwamba Mungu hakumuona yule Adamu pale alipokuwa amejificha. Hapana. Ila alichokuwa anaangalia ni kwamba Mungu anapokuja kwenye maisha yako, anapoitazama roho yako, ni kama anajiangalia kwenye kioo. Atakuwa anaiona ile roho yake aliyoiweka kwako. Sasa anakuja wakati huu, anapoitazama roho yako hajioni, ule wema aliyoweka ndani mwako hauoni. Ni kwa nini? Ni kwa sababu roho yako kama kioo umepaka uchafu. Kuna uchafu, kioo chako kina ukungu. Mungu anapokuja kujiona hawezi kujiona. Hapo umepata nafasi ya kutambua kwamba ni kitu gani ambacho unapaswa kufanya. Kumbe sasa unapaswa kuusafisha, kuondoa huo ukungu, ili roho yako iwe safi kabisa, iwe kama vile Mungu alivyoiweka tangu mwanzo, na hivyo ndivyo utakavyokuwa unapata na nguvu ya kuweza kufanya ule utawala. Ngoja nikwambie kitu, shetani ni mjanja sana, na kwa sababu hiyo anapambana kila namna kuhakikisha kwamba anaweka ukungu katika roho yako. Roho yako iwe chafu, roho yako iwe chafu, ili Mungu atakapokuja asiione ile roho yake ambaye yeye alikuumba kwayo. Lakini sasa kuanzia leo, kwa sababu sasa umegundua, nenda kamwaibishe shetani. Nenda kamwaibishe shetani. Nenda kafute ule ukungu, kaondoe ule ukungu, kaondoe kila kitu ambacho kinamfanya Mungu asiweze kujiona ndani ya roho yako. Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, kuna muunganiko mkubwa sana kati ya roho, nafsi pamoja na mwili. Nafsi ndani yake kuna nini? Tunaambiwa kuna vitu vitatu. Kuna akili, utashi pamoja na hisia. Tukipata muda pia tutapata nafasi ya kujifunza, tuweze kuitambua hii roho kiundani, kwamba roho ni kitu gani, imebeba vitu gani hii roho, na nafsi ni nini, na ndani ya nafsi kuna vitu gani, na mwili pia kama hekalu kama tunavyofahamu. Hii itatusaidia sana sisi tusipate maangamizi haya tunayoangamia kwa kukosa maarifa. Sasa kwa kuwa leo tumetambua kwamba kitu cha kwanza cha kushughulika nacho ni roho, ni roho zetu, basi tutakwenda mbele za Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mkubwa, kwenda kumuomba aturejeshe kile ambacho kilipotezwa kwetu na yule adui. Katika kutafuta mafanikio, sisi huwa tunapambana, tunaangalia vitu vingi sana, tunajihangaisha na mambo mengi sana. Lakini Yesu mwenyewe alituambia kwamba katika ile Yohana sura ya 6:63 anasema kwamba roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kumbe kitu cha kwanza kushughulika nacho ni roho. Kitu cha kwanza kabisa kushughulika nacho ni roho. Hata Mtume Paulo naye ananena habari ya mafanikio. Anasema kwamba kama vile unavyofanikiwa katika roho, ndio hata mwili pia unapata mafanikio vivyo hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwafundishe jambo moja, kwamba roho ndiyo inayotia uzima. Mafanikio yanaanzia katika roho, ndiyo yanayokuja kuleta matokeo hata katika mwili. Ambacho Mungu amekiweka ndani mwako kwanza ni roho yako. Roho yako ikawe na muunganiko naye. Lakini unajishuhudia mwenyewe na roho anakushuhudia ndani mwako ya kwamba haujawa na muunganiko mzuri katika yeye. Na hivyo leo anatoa wito mzuri sana kwako, uweze kurudi kutafakari na kuweza kurudi tena kwake, kumpatia tena roho yako ili aweze kuitengeneza upya, aifanye upya. Hakuna jambo ambalo linashindikana kwa Mungu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Na ukiamini hivyo, leo unakwenda kupokea roho mpya kabisa. Roho mpya kabisa. Mungu anasema katika maandiko yake matakatifu, ukisoma kitabu kile cha nabii Hagai sura ya 2 aya 9, anasema kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Tena ukisoma hata ule waraka wa Mtume Paulo kwa Ibrania sura ile ya 10 aya 9, anasema kwamba yeye analiondoa la kwanza ili kusudi aweze kulisimamisha la pili. Kama roho yako ya kwanza ni mbovu, unasogea mbele za Mwenyezi Mungu
anaiondoa hiyo ya kwanza, anaisimamisha ya pili, anaifanya upya tena, anafuta ule ukungu wote. Inamaanishwa tunaposema kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mkumbuke Ayubu mtumishi wa Mungu, jinsi vile alivyokuwa ameteseka, lakini Mungu, tunaposoma katika kile kitabu cha nabii Ayubu sura ya 42 aya 10, Mungu anaurejesha ule uteka wa Ayubu. Vyote ambavyo vilikuwa vimeondolewa kwake vikarejeshwa tena vilikuwa ni mara 2 ya vile ambavyo vilikuwepo kule mwanzo. Kama adui alikuja kwako akaiondoa ile roho ambayo Mungu aliitengeneza kwa uzuri kabisa, akaja akaweka ubaya, akaweka ukungu, akaweka na madoadoa, ili Mungu atakapokuja asijione, basi wewe leo unapoamua kupiga magoti, unarudi kwa Mungu, unamwomba Mungu akurejeshe kama vile alivyoweza kurejesha kwa Ayubu, ndivyo itakavyokuwa hata kwako leo hii. Kama utakubali na kutii, utaweza kurejeshewa vyote, tena utapata furaha, utapata amani mara 2 zaidi hata vile ilivyokuwa mwanzo. Na katika siku ya leo tutajifunza kwa mtumishi wa Mungu Daudi, vile alivyokuwa ameanguka katika uovu, alivyokuwa ameanguka katika uasi kwa Mungu wake, akatambua ya kwamba roho yake imekufa, roho yake imechafulika. Mungu akija hawezi tena kujiona. Daudi akasema hawezi kukaa kimya, akaamua kusimama katika kweli, akaamua kumrejea Mwenyezi Mungu. Na ndivyo hata sisi tutakavyokwenda kusimama kama vile alivyoweza kusimama huyu mtumishi wa Mungu Daudi, na kusii mtumishi wa Mungu, na kusii mwana wa Mungu, na kusii mwana mpendwa wa Mungu. Hapo ulipo, jiweke katika mazingira mazuri ya kwenda mbele za Mwenyezi Mungu, kwenda kupokea tena roho mpya katika jina takatifu la Yesu. Tutaongozwa na kitabu hiki cha Zaburi sura ya 51. Tutasoma mstari wa 10 hadi mstari wa 12. Anasema, Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Mpendwa, yashike mambo haya matatu. Hakikisha ya kwamba unayaelewa vizuri kiasi cha kwenda mbele za Mwenyezi Mungu. Tunamwomba Mungu atuumbie tena roho safi, aifanye upya roho itakayotulia katika miili yetu, itakayotulia katika nafsi zetu. Asitutenge na uso wake mtakatifu, maana hata sisi kwa kukosa kwetu Mungu ameamua kuficha mbali uso wake pamoja na sisi. Tunamwomba pia ile roho yake mtakatifu asiondoe ndani mwetu, haturudishie ile furaha ya wokovu, ile furaha na ile mamlaka ambayo aliweka katika miili yetu, aliweka katika maisha yetu tangu mwanzo, tangu kuumbwa kwa roho zetu. Ndivyo sasa ninavyokusii mbele za Mwenyezi Mungu, nenda kwake kuomba msamaha, nenda kwake kaombe msamaha, omba toba, omba toba, omba toba, omba toba kwa ajili ya dhambi. Ni dhambi hizo ndizo ambazo zimekufarakanisha wewe na Mungu wako. Ni dhambi hizo ndizo ambazo zimekufanya wewe usiwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Ni dhambi hizo ndizo ambazo zimekuondolea ile mamlaka kutoka juu, ile mamlaka tuliyoumbiwa sisi wanadamu toka ile dakika ya kwanza. Na ndio maana tunapata hata ujasiri wa kwenda mbele za Mwenyezi Mungu. Nenda mbele za Mwenyezi Mungu, lia mbele za Mwenyezi Mungu, omba toba, hakikisha Mungu anakurehemu, omba rehema zake akurehemu. Omba toba kwa ajili ya roho yako, omba toba kwa ajili ya roho yako, naye ataiponya roho yako. Omba toba kwa ajili ya maisha ya roho yako, omba toba kwa ajili ya roho yako, omba toba kwa ajili ya dhambi zile ambazo umezitenda. Dhambi hizo ndizo zilizokwenda kuificha roho yako. Dhambi hizo ndizo ambazo zimegeuza mbali uso wa Mwenyezi Mungu dhidi ya roho yako. Dhambi hizo ndizo ambazo unapaswa kuzitubia mbele za Mwenyezi Mungu muda na wakati kama huu. Omba rehema, omba toba kwa Mwenyezi Mungu, omba toba kwa Mwenyezi Mungu, omba toba kwa Mwenyezi Mungu. Yesu ribala satie mendere batasha rikoliva rabatenda rebashetere moria buliva bayetere mandare botasaya ripala satare bekandere boshitara bisiri bashandara botile betavaba ribala satire bana shatara borita. Msi Mungu wako, msi Mungu akusamee dhambi zako, msi Mungu
ripash moriaraban rirobono diamandere bataye ribarana narudu vandere bashatire rikarabanda sari borifanda yatere ushitarabandari borifanta yandere kandu ripasatara banduri baturia vandambo ripari manda sari boripanda ya riatavumiri baturi vola poria tanzere botai riarabakanderi shatara bakandere boshata ripala satere bonefa riposhama. Usinyamaze, omba toba kwa Mwenyezi Mungu, omba toba, taka sana radhi yake Mungu. Uribauri manane ya shata rika karibuli vamoniata ria taburi vana ya perebonata. Usirarue mavazi yako, rarua moyo wako, ponda moyo wako, maana Mungu anatazama moyo uliopondeka, moyo ambao umeshikwa na unyongo. Ulavari bori mana shatire bakandereka saribo shatiri mangari kukachakarilo datitira nantika saya buria vonana saya beremona shaya bandere boka ndia shata ripa saribo navayepe asandara bolivo boria panda ribota yatere mandaroi riba satie mendere bashatara bakendere botavia rita tata. Asante Mungu Baba Mwenyezi, asante kwa rehema zako. Asante Mungu mtukufu kwa rehema zako. Sasa kwa unyenyekevu mkubwa nenda mbele za Mwenyezi Mungu. Nenda kadai ile iliyopotea mbele za Mwenyezi Mungu. Omba, vunja popote pale ambapo roho yako imeshikiliwa. Popote pale ambapo roho yako imeelekezwa kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, irudishe sasa kwa jina takatifu la Yesu. Oribatambe ribatashata ripapa paribolo papa rikakakuki kakakakakaka rikakakuki kakakakakaka rikakuki kakakakakaka rikakuki kakakakaka rikakuki kakakakaka kikakuki kakakakaka kikakikikakakaka kikoki kakakakaka kikakikakaka. Omba mbele za Mwenyezi Mungu, omba mbele za Mwenyezi Mungu. Vunja mbele za Mwenyezi Mungu, vunja mbele za Mwenyezi Mungu. Kokote kule roho yako ilikoelekezwa sasa irejezwe tena, irejezwe. Hosha minderi bakashata rikakakakakaka 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 shitititititi shitititititi akakakakakaka akakakakakaka oribasa shandara bataroboti ya vamande. Vunja nira zote, unguza nira zote kwa moto wa Yesu. Rikakukia kakakikakaka rikakakikakakakaka rikakakakakaka rubana shite rova rikitabarata sofia mina tandere bataturiva shataburiva ripapase perebatasha. Moto wo wake. Pokea na shauku kama ayala. Shauku ya Mungu ikae ndani mwako. Moto wa Mungu ikae ndani mwako. Washa moto wa mapendo ndani ya roho yako. Nasha mariba iteri bantanderebo. Washa moto wa mapendo ndani ya roho yako sasa. Roho yako ikawake mapendo. Yule shetani, yule mwovu, yule adui atakaporudi tena kwako asione tena nafasi, bali akute moto wa Yesu unawaka. Moto wa mapendo kwa Yesu unawaka ndani ya roho yako. Roho yako tena isipatikane tena, isichukuliwe tena katika uteka. Rebatandere batata rebato sibira bataya rikaturie matandere bashati repauriva na sata. Washa moto huo. Roho yako tena isionekane, isirejezwe tena katika uteka. Usichukuliwe tena mateka kule. Ribaushata bari pashata rikakauliva mandeta rikakakakakakakaka suria wanavova batatauri kakakakuya kirora mana shendareo vaba ya tere manda shabo sambere botaya pere batasha tere mandari bukataye mendere boshat ibanda sayabari bolava mandere boshati ya mandere kando yava ribasa tere manduri bashote ripasata ya mandere boshovyo manda. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema wako na ukarimu wako kwa ajili ya mtu huyu. Mimi nimeikamilisha ile kazi ulionituma ya kwenda kuwafikishia hawa watu huu ujumbe wako mtakatifu kuhusiana na takwa lako la upendo wa dhati ambalo wataka kila mmoja aweze kuinuka sasa na kuirejea thamani yake ambayo wewe ulimuumba nayo. Baba mtakatifu, kazi ulionituma nimeikamilisha. Mtu huyu sasa
hawezi kuangamizwa tena kwa kukosa maarifa, bali sasa kama ataangamia basi ni kwa kutokutii tu. Nami ninaomba sana asiweze kuidharau, bali aweze kusimama katika huduma, aweze kurejesha vile vyote kwa jina takatifu la mwanao, ambalo kwalo tunaweza kupata ushindi katika vyote. Mungu mtakatifu, ninaomba sana baraka na neema zikabubujike kwa wingi sana katika maisha yake yote, mpaka ashangae yale yote ambayo yalikuwa amefungiwa kwa kutokuyafahamu haya. Pale atakapochukua hatua, ninaomba yote yakafunguke kwake. Kama vile mvua inavyoshuka kwa wingi katika nchi, ndivyo mafanikio na baraka na neema zako zikamwagike kwa wingi katika roho yake, akafanikiwe katika roho yake, vivyo hivyo akafanyike zaidi katika mwili wake. Ninakabidhi yote kwako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike.